الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فإن تقوى الله هي وصيته للأولين والآخرين. Baada ya kutazama katika majlisi iliyopita mambo ambayo anatakiwa afanyiwe yule aliyehudhuriwa na umauti, leo tutaendelea kueleza yale ambayo ma'ala alhadhirina baada mautihi, yale yanayopasa, yanayowajibika kufanywa na wale waliohudhuria baada ya yule mtu kuwa ameshakufa na kuelekea kwa Allah tabaraka wa taala. Baada ya kuona wajibu wa kumfanyia talqini, kwa maana kumkumbusha shahada kabla hajafa, sasa tutaangalia baada ya kuwa ameshakufa kitu gani sasa kinachofuata kwa wale waliohudhuria. Hizi tambihi ni muhimu sana kwa ndugu wa maiti, kwa maana kwa Waislamu wote kwa ujumla, kwa sababu huwezi jua kitu gani kinaweza kikatokea imma kwangu au kwako au kwa yeyote katika ndugu zetu ambao tunaishi nao au tuko katika mazingira ya kuishi pamoja. Fa idha qalla wa aslama ar-ruha fa alayhim iddatu ashya. Anapokufa sasa na akaisalimisha roho yake kwa Allah tabaraka wa taala, wale waliohudhuria pale wanatakiwa wafanye mambo kadhaa. Miongoni mwa hayo, ayughmidhu ainaihi, wamfunike macho yake, yani baada ya kufa basi yale macho wayafunike, wayad'u lahu aidha, na wamuombe dua. Ushahidi, hadithi ameipokea Salama qalat, amesema dakhala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala Abi Salama, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliingia kwa Abu Salama, waqad shaqqa basarahu, na hali ya kuwa amekodoa macho yake wakati alipokuwa amekufa. Fa aghmadahu, basi Mtume sallallahu alayhi wasallam akayafunika. Thumma qala, kisha akasema, inna ar-ruha idha qubida tabi'ahu al-basaru, hakika ya roho pindi inapotolewa basi macho yanafuata ile roho. Fadhajja nasun min ahlihi faqal, baada ya hapo basi watu wakaanza kupiga makelele katika watu wa Abu Salama. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa maelekezo akasema, la tad'u ala anfusikum, msiziapize nafsi zenu, illa bikhair, isipokuwa kwa kusema mambo ya khairi. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taquluna, hakika ya malaika wanaitikia amina, wanaitikia dua kwa yale ambayo nyinyi mnayoyasema. Thumma qala, kisha akasema Mtume maneno yafuatayo, Allahumma ighfir li Abi Salama, ewe Allah msamehe Abu Salama, warfa darajatahu fil mahdiyin, na inyanyue daraja yake, wakhlufuhu fi aqibihi fil ghabirin, na mpatie mbadala wake fil ghabirin, kwa wale waliobakia. Waghfir lana walahu, na msamehe yeye na sisi ya rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabrihi wanawwir lahu fihi, na mkunjulie kaburi lake na mtilie nuru katika kaburi lake. Kwa hiyo haya ndiyo maneno ambayo mtu anapokuwa amekufa basi watu waseme maneno mazuri kama haya, wamuombe dua. Akhrajahu Muslim wa Ahmad, ameeleza hadithi hii Imam Muslim, lakini pia na Imamu Ahmad wal Baihaqi wa ghayruhum, na wengineo katika wapokezi wa hadithi. Jambo lingine, baada ya kumfunika macho yake, an yughattauhu bi thawbin yasturu jami'a badanihi, wamfunike kwa nguo ambayo itastiri mwili wake wote, kwa maana kama ni shuka basi wamfunike shuka. Lihadithi Aisha radhiyallahu anha, kwa hadithi Aisha radhi za Allah ziwe juu yake,
anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hina tuwfiya, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofishwa, sujia biburdi hibra, alifunikwa, alihifadhiwa kwa shuka la hibra ambalo muzayyana, lenye kupamba pambwa, akafunikwa. Akhrajahu Shaykhan, wameeleza hadithi hii maimamu wawili Bukhari na Muslim fi sahihaihima, katika sahihi zao, kwa maana katika sahihi Bukhari na katika sahihi Muslim. Na haya yote ambayo ya kufunikwa mwili wake wote, atafunikwa yule ambaye amekufa hali ya kuwa si muhrim, kwa maana hakuwa mwenye kuhirimia. Ikiwa mtu amekufa hali ya kuwa amehirimia ibada ya hija, fa innahu la yughatta ra'suhu wa wajhuhu, huyu hatofunikwa uso wake wala kichwa chake. Haya maelezo ni kwa ajili ya yule ambaye amekufa hali ya kuwa sio muhrim. Jambo lingine ambalo linahitajika kwa haraka baada ya kuwa ameshakufa, ayuajilu bitajhizihi, waharakishe kumuandaa. Baada ya kuwa ameshakufa, basi wafanye taratibu za kumuandaa, wa ikhrajihi, na kumtoa kwenda kumzika. Idha bana mautuhu, ikiwa imeshadhihiri kufa kwake, kama ishaonekana, ishajulikana amekufa, basi watu wafanye haraka kwenda kumzika, wamuandae haraka na kwenda kumzika. Kinyume na watu wanavyofanya hivi sasa, mtu amekufa, basi kama ni mtu maarufu au mtu mwenye pesa, subhanallah, basi watamweka muda mrefu, wanasubiriwa hawa. Huu si katika utaratibu wa kisunna. Utaratibu wa kisunna ni mtu akifa, basi haraka aharakishwe akazikwe, na sio kumwacha mnapanga mashauri hivi, mnafanya hivi. Haya yote hayakuja katika mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ushahidi ni hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, ambayo ni marfu'un, hadithun marfu'. Anasema, asri'u bil janaza, harakisheni na jeneza, liharakisheni jeneza kwenda kulizika. Anapokufa basi watu waharakishe. Haya ndiyo mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jambo lingine ambalo linahitajika kwa hawa waliohudhuria, an yadfinuhu fil baladi alladhi mata fihi, wamzike katika mji ambao amefia. Hii ni sunna, na inatakiwa haswa mtu azikwe pale mahala ambako alipofia. Wala yanquluhu ila ghairihi, wala wasimuhamishe kwenda kumzika mahala pengine. Pale pale alipofia, basi pale pale azikwe. Kwa nini? Kwa sababu jambo la kumuhamisha, kumtoa sehemu fulani kumpeleka sehemu nyingine, jambo hili yunafil isra' al-ma'mura, kunalikanusha au kunalifanya lile jambo la kuharakisha ambalo limeamrishwa kwenye hadithi, jambo hili kama likanushike, lisiwepo pale. Na hii ikiwa tu amekufa katika mazingira ambayo anaweza akazikiwa katika sehemu hiyo. Ama ikiwa amekufa katika mazingira ambayo ardhi hapo ni ngumu kupata sehemu hiyo, labda kuna changamoto, kuna gharama kubwa za kuweza kumzika katika maeneo haya, sasa huo utakuwa ni mlango wa dharura, tunaweza tukamtoa tukampeleka katika sehemu nyingine. Lakini kama hakutokuwa na udharura huo, au labda amekufa watu wanahitaji kujua mambo mbalimbali ambayo labda amekufa kifo cha utata, inahitajika labda afanyiwe vipimo, na isipofanyiwa hivyo basi kutakuwa na fitina kubwa, fitina ambayo inaweza ikapelekea watu wakauana, basi tunaweza tukamuhamisha tukaenda kumzika katika sehemu hiyo ambayo atafanyiwa hivyo vipimo na kuweza kuyatekeleza hayo. Wallahu aalam. Lakini hadithi imekuja kwamba aharakishwe kuzikwa na azikwe pale pale katika ile ardhi ambayo yeye amefia. Na ushahidi wa hayo ni hadithi ya Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma, anasema lamma kana yaumu Uhud,
Ulipofika vile vita vya Uhud, humila alqatla liyudfanu bilbaqi', walichukuliwa wale waliowafu, wale wote waliokufa wakazikwe katika sehemu ya Baqi', kwa maana walitolewa katika ile sehemu waliofia wakapelekwa katika sehemu ya Baqi' iliyopo Madina, katika makaburi yale ambao wanazikwa Waislamu au masahaba wengi wamezikwa hapo. Fanada munadi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, basi ghafla ukasikika ulingano, akilingana ukiitwa ulingano huo kutoka kwa muhitaji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akawa anasema maneno haya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakika ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya amurukum, anakuamrisheni, an tadfinul qatla fi madaji'ihim, muwazike wale wafu katika zile sehemu zao walizoangukia, wazikwe pale pale. Kwa hiyo hii ni amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akhrajahu ashabu sunan al-arba', hadithi wameeleza wale ashabu sunan al-arba' wa Ibn Hibban fi sahihihi, katika sahihi yake. Jambo lingine ambalo linatakiwa kwa hawa ambao wamehudhuria kifo cha huyu bwana, an yubadira ba'dhum liqada'i dainihi min malihi, waharakishe kulipa deni. Kama ana deni alikuwa anadaiwa, basi watu waharakishe kulipa deni lake huyu bwana, kwa sababu ni hatari sana mtu kufa na deni halafu kuto kulipwa deni lile. Tena walipe deni hilo min malihi, katika mali zake. Kama kuna mali zake ameziacha, basi itolewe sehemu ya mali yake iweze kulipwa lile deni. Walau ata alaihi kulla, hata kama ile mali itachukua, lile deni litachukua mali yote, kwa sababu ile ni haki ya mtu. Fa in lam yakul lahu malun, kama huyu mtu hana mali, faala dawla, inapasa sasa kwa dola, serikali, antuaddia anhu, serikali ya Kiislamu basi imlipie lile deni. Inkana jahida fi khalaihi, ikiwa mwenyewe alishindwa kulilipa, labda alikopa deni kwa ajili ya familia yake, kwa ajili ya mambo yake, akashindwa kulipa, basi serikali imlipie lile deni. Fa illa mtafal, kama serikali hiyo dola haikufanya hivyo, watatawa bidhalika ba'dhum jaza, na wakajitolea baadhi yao katika Waislamu, basi inafaa. Kwa hiyo kuna haja kubwa, kabla ya jazikwa yule maiti, basi watu waulize madeni ya yule maiti ili waweze kulipa. Imekuja katika hadithi ya kutoka kwa Sa'd ibn al-Atwal radhiyallahu anhu, anna akhahu mata, ndugu yake huyu bwana alifariki, wataraka 300 dirham, na aliacha pesa dirham 300. Wataraka iyalan, na aliacha pia familia, aliacha pesa dirham 300 na akaacha pia familia na watoto wengi. Qala, akasema huyu Saadi ibn al-Atwal, fa aradtu an unfiqaha ala iyali, mimi nilipoona ile pesa inaweza ikahudumia familia yake na yeye amekufa hali ya kuwa ameacha familia, basi nikataka kuichukua ile pesa ili itumie familia yake. Faqala lin-nabii sallallahu alayhi wasallam, mtume akaniambia mimi sallallahu alayhi wasallam, inna akhaka mahbusun bidainihi fadhhab faqdi ala daini faqdi anhu, hakika ndugu yako amezuiliwa, amefungwa kuingia katika pepo kutokana na deni lake. Fadhhab faqdi anhu, nenda ukamlipie deni hilo ili aweze kufunguliwa na kuingia katika pepo. Fadhahabtu, anasema Saad ibn al-Atwal, anasema fadhahabtu faqalaitu anhu, nikaenda na nikamlipia lile deni. Thumma jitu, kisha nikaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Qultu, nikasema ya Rasulullah, qad qalaitu anhu, tayari nimeshamlipia. Illa dinaraini, isipokuwa kuna dinari 2 ndio ambazo sijazilipa. Dinari hizi idda'atuhuma mra'atun wa laysat laha bayina, kuna mwanamke anadai kwamba pesa hizi ni dinari 2 ni za kwake, lakini hana ushahidi.
Qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, a'tiha fa innaha muhiqqa, wa fi riwaya sadiqa. Mtume akamwambia, nenda mpe hizo pesa, hizo dirham 2, kwani mwanamke huyo yuko haki, ni za kwake hizo, anastahiki kupewa hizo pesa. Na katika riwaya nyingine alisema sadiqa, mwanamke huyo ni wa kweli. Akhrajahu Ibn Majah wa Ahmad wal Baihaqi. Na ameeleza hao maimamu ambao nimewataja. Kwa hiyo alhasili ni kwamba mtu anapokufa basi ndugu zake waweze kufanya haraka kwa kulipa madeni yake, au serikali au katika mazingira yoyote, basi haraka aweze kulipiwa. Nimalizie nasaha zangu kwa kuisoma hadithi ambayo ameipokea sahaba Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadithi hii ameieleza Imamu Al-Hakim kwa isnad iliyokuwa sahihi, na akaiwafiki pia Imamu Dhahabi. Anasema Jabir ibn Abdullah, hadithi hii inayomalizana nayo ni miongoni mwa hadithi ambazo ni hatari sana, zinazungumzia ubaya wa deni. Leo kuna watu wanakopa pesa za watu, wanachukua mali za watu na hawataki kulipa, wanajisahaulisha maksudi. Yani hana sababu yoyote, anajifanya kusahau, na hali ya kuwa anakumbuka, na wengine wanakumbuka lakini hawataki kulipa. Wallahi, jambo la deni ni jambo zito sana. Isikilize hii hadithi. Jabir bin Abdullah anasema, mata rajulun faghassalnahu wa kaffannahu, alikufa mtu mmoja tukamuosha na tukamvisha sanda, na wawadhanahu li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, tukamweka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, haithu tudha'u aljanaiz, mahala ambako haithu tudha'u aljanaiz, mahala ambako huwa yanawekwa majeneza na yanaswaliwa. Tukamweka sehemu ile inda maqami Jibril. Thumma adhanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisha tukamfahamisha Mtume sallallahu alaihi wasallam bisalati alayhi, aje amswalie. Fajaa maana, basi akaja pamoja nasi kwenda kwenye yule maiti. Fatakhatta khutwa, Mtume akapiga hatua. Thumma qala, kisha akasema, la'alla ala sahibikum dainan, huenda kwa huyu sahibu wenu huyu ana deni, huenda kwa huyu ndugu yenu ana deni. Qalu, wale walioko pale wakasema, naam, ndiyo, dinarani, ana deni, anadaiwa dinari 2. Tazama, ni dinari 2. Fatakhallafa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudi nyuma, badala ya kwenda kumswalia akarudi nyuma. Qala, akasema, sallu ala sahibikum, mswalieni wenyewe ndugu zenu. Sallu ala sahibikum, mswalieni sahibu wenu, mswalieni ndugu yenu. Faqala lahu rajulun minna yuqalu lahu Abu Qatada, kuna mtu mmoja akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye anaitwa Abu Qatada, akamwambia, ya Rasulullah, huma alayya, ewe Mtume wa Allah, hizo dinari 2 mimi nitazilipa. Huma alayya, hizo ni jukumu langu mimi, nitazilipa mimi. Akajibebesha yeye lile deni. Fajala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama yaqul, akawa Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema kumwambia Abu Qatada ambaye amelibeba lile deni, huma alayka wa fi malika wal mayitu minhuma bari'un, hizo dinari wewe ndo utalipa, na katika mali yako, na maiti ameepukana na hizo. Faqala naam, Abu Qatada akasema, ndiyo, mimi ndiyo nitazilipa hizo. Baada ya uthibitisho huu, fasalla alayhi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamswalia yule maiti. Baada ya kumswalia, faja'ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha laqiya Aba Qatada yaqulu, ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam kila anapokutana na Abu Qatada anasema kumuuliza maswali haya. Wa fi riwaya, na katika riwaya nyingine, thumma laqiyahu bil ghadi, thumma laqiyahu min al ghadi, kisha akakutana naye siku ya pili, baada ya kuzika siku ya pili. Faqala, akamuuliza,
ma sanaati dinaran, zile dinari mbili, zile pesa mbili zimefanyaje, umeshazilipa? Qala, akasema Abu Qatada, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, innama mata amsi, amekufa jana, hatta kana akhira dhalika, mpaka ikawa ndiyo siku ya mwisho hiyo jana. Kwa maana amekufa jana, leo unaulizia. Wa fi riwayati al-ukhra, na katika riwaya nyingine, thumma laqiyahu min al-ghadi, kisha akakutana naye kwa kesho yake. Faqala, akamuuliza swali lile lile, ma faala dinarani, nini zimefanya zile dinari mbili, umeshazilipa zile dinari mbili? Qala, akasema Abu Qatada, qad qadaituhuma ya Rasulullah, nimeshazilipa ewe mtume wa Allah. Qala, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuambiwa kwamba ameshazilipa. Sikiliza maneno mazito. Mtume alisema, al-ana hinun baradati alayhi jilduhu, hivi sasa muda si mrefu ndiyo mwili wake umepata baridi. Subhanallah. Hii kuonyesha kwamba muda wote ambao lile deni lilikuwa bado halijalipwa, mwili wake ulikuwa unaadhibiwa kutokana na lile deni ambalo yeye alikuwa anadaiwa. Ai bisababi rafil adhabi anhu baada wafai dainihi, ndiyo sababu ya kuondolewa adhabu baada tu ya kulipa lile deni lake. Kwa hiyo hapa ni tahadhari, tunapeana tahadhari kubwa sana Waislamu. Tujitahidi kulipa madeni kabla ya umauti, na kama hatujalipa basi tutoe usia kama tulivyoeleza katika majlisi zetu za nyuma, kwamba mtu atoe usia kwamba anadaiwa ili watu waweze kuangalia namna ya kumsaidia. Lakini tahadhari kubwa kwa wale ambao wanachukua pesa za watu na hawaelezi chochote na wanakufa katika mazingira tofauti. Ndio maana Uislamu ukasema tunapodaiana madeni basi tuandikishane. Kama utaandika basi lile deni litakuja kuonekana kwenye nyaraka zako. Kwa hiyo tuchukue tahadhari sana na kula pesa za watu katika sura kama hii kisha tukashindwa kuzilipa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.